Ya, karibu kwenye Safanki TV. Leo kwa mara nyingine tena tuna mgeni wetu mmoja mkubwa sana. Huu ni ukweli na uhalisia. Ufuatilie na ujue kila kitu kinapokwenda ndani ya Safanki TV. Mheshimiwa, karibu sana Safanki TV. Asante sana. Hii ndio TV ya ukweli na uhalisia Tanzania. Asante. Kwa ajili ya watu wa Bongo Movie, na kipindi chetu kinaitwa ni Bongo Movie Studio. Kwa hiyo leo tupo kwenye studio ya Bongo Movie. Tunataka tufanye analyze kidogo ya masuala yetu ya movie. Sasa Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania, niko na wewe ndani ya studio yetu ya Safanki na kukaribisha kwa mara ya pili. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi nimefarijika sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kuwa hapa, lakini pili ni kushukuru nyie kwa kunialika kuwepo katika eneo hili. Lakini la tatu, watu wote wanaohusika na masuala ya Bongo Movie, kwa maana ya kwamba rais yupo studio na anataka kuongea na nyinyi. Kwa hiyo mimi niko tayari kushare chochote ambacho mnacho, kuongea chochote kile ambacho tunataka kujua kwa ajili ya kuhabarisha watu kwamba nini tunaendelea nacho. Asante. Karibu sana. Naitwa Dennis Swea kwa mara nyingine tena, au Dino kwa umaarufu zaidi watu wanapenda kuniita. Mheshimiwa Rais, Shirikisho la Filamu limekuwa ndio nguzo kubwa ya filamu Tanzania. Kwa sasa tunaona kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna utulivu, lakini toka umeingia kuna utulivu mkubwa sana. Hebu tupe siri ya mafanikio ya sasa hivi na utofauti ya mafanikio mafupi yaliyopo nyuma. Nini kilichopo sasa hivi ambacho wanakifanya mpaka umeleta utulivu ndani ya Shirikisho la Filamu la Tanzania? Asante. Kwa majina naitwa Rajabu Amira, Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Kwa nini kuna utulivu sahizi ambao umepatikana? Kwanza nimshukuru Mungu kwa kupata hata sauti za kusema kwamba kuna utulivu. Hii peke yangu siwezi kujisifu kwamba mimi rais naweza kufanya vyote hivi, lakini muunganiko nilioweka ndani ya Shirikisho la Filamu Tanzania toka nimeingia na kushirikisha vyama na wadau mbalimbali imesaidia sana kupunguza kero nyingi. Leo milango yangu na milango yetu ya Shirikisho la Filamu Tanzania iko wazi kwa kila mmoja na kuwapa nafasi kila mmoja kuona ni sehemu yake. Kuwa rais haimaanishi kwamba unajua kila kitu kuliko wote, lakini ni sehemu ya wao kujua una kiongozi wao. Unawaheshimu, watakuheshimu. Usipowaheshimu, hawatakuheshimu. Exactly. Umeongea kitu sahihi kabisa. Ukiwaheshimu, watakuheshimu, na usipowaheshimu nao hawatakuheshimu. Je, malengo yako uliyoyaweka sasa ndani ya Shirikisho la Filamu unayaonaje? Yatakwenda kutimia au yametimia au yanaelekea kwenda kutimia? Malengo hayawezi kutimia, lakini yanaenda kutimia. Hayatofika wakati mkasema hapa ndio yametimia. Isipokuwa kila wakati ni process, mchakato. Lengo la kwanza ni kutuliza watu, ambapo tumefanya hiyo na wewe umekiri hapa leo kwamba watu kwanza wametulia. Ule utulivu peke yake unaweza kuleta maendeleo ya aina yote, iwe kwenye familia, iwe kwenye jamii, iwe kwenye taasisi ya aina yote. Cha kwanza utulivu. Utulivu utapelekea kusikilizana. Utulivu utapelekea watu kujua nini mnahitaji. Lakini mkishakuwa na vurugu hata kidogo kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie, toka nilivyoingia niliweka malengo mengi. Lakini malengo yangu makuu yalikuwa matatu. Wakati nimepewa kurescue shirikisho, lakini pia wakati nimechaguliwa kuwa kiongozi sasa. Kwa sababu nina awamu mbili. Awamu ya kwanza niliingia 23 tarehe 4 mwezi wa 10. Exactly. Nikiambiwa kwamba shirikisho limepoteza mwelekeo. Kwa hiyo tunakuomba uje urescue. Nikafanya hivyo. Muda uliofika kwamba sasa tumetulia, nikaamua kusema sasa okay, aingie mtu kwa ajili ya kuongoza. Watu wakagoma, wakasema hapana. Kama wewe uliliokoa, tunaamini unaweza kutufikisha nchi ya hadi. Nimeingia awamu ya pili mwaka jana, sasa hivi na miezi 3 mpaka 4, ambapo kimsingi tumeweka malengo. Malengo yangu makuu yalikuwa matatu. Yangu la kwanza ambalo niliona kwamba hili ni jambo la msingi, building partnership, kujenga mahusiano. Hamna kitu kigumu katika mfumo wa taasisi kama kutokuwa na mahusiano. Kujenga mahusiano baina ya shirikisho na vyama, baina ya chama na vyama vya mikoa, baina ya vyama vya mikoa na vyama vya wilaya, lakini baina ya vyama vya wilaya na wanachama wa chini. Lakini kujenga mahusiano kati ya Shirikisho la Filamu Tanzania na taasisi nyingine za serikali na zisizo za serikali. Maanangu wao wote ni stakeholder wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Haya ndio malengo ya kwanza. Na nikuhakikishie kwenye eneo hili tunaendelea kuimprove na tunaendelea kufanikiwa zaidi, kwa sababu
Leo shirikisho linakwenda sehemu yoyote, kuongea na yoyote, kusema na yoyote. Hii peke yake building partnership kwa tunaita. Hilo ni eneo la kwanza ambalo kimsingi lilikuwa linanipa tabu nilivyokuwa nje na nilivyoingia ndani. Eneo la pili ilikuwa ni eneo ambalo marketing strategies. Okay. Mpango wa kimasoko. Hapa ndio kwenye kila kitu, kwa sababu hakuna anafanya tamthilia, hakuna anafanya filamu au mchezo wote au biashara yote ambaye hataki kupata mafanikio. The result lazima apate mafanikio. Mafanikio yako aina nyingi, lakini moja ni kupata fedha. Exactly. Mwingine anataka kucheza filamu aonekane tu ili ajenge mambo mengi. Lakini msingi wa kwanza ni kupata fedha kwa ajili ya kujiendesha yeye, maisha yake na watu wake. Sasa unapofanya swala la marketing strategies ambalo hili msingi wake, tunatengeneza filamu, tunahangaika siku zote, jasho linavuja, lakini tunaipeleka soko lipi? Hapa ndio nilikuwa ambapo nimeanza pia kupambana. Leo tunashukuru Mungu, zipo channel, zipo TV ambazo zinatubebea kazi zetu, lakini ni chache. Leo nikikuambia kitu kimoja, nikikwambia je, nahitaji filamu ya aina yoyote, tunaweza kuipata, lakini naiuza wapi? Hapo kila mmoja atapata tabu. Kwa nini? Sehemu ya kuuza ndio imekuwa changamoto, na ndio maana nilisafiri nchi mbalimbali kutengeneza masoko mengine mapya, likiwepo na soko la ndani. Kwenye eneo hili nachotaka kusema, wakati tunatengeneza marketing strategies lazima tujikite pia kwenye maeneo makuu mawili. Unapoanza kutengeneza filamu, jambo la kwanza, quality and content. Uzingatie ubora na uzingatie maudhui. Unakwenda kutengeneza filamu, usiangalie filamu ya kwenda Kariakoo, Dar es Salaam ama Tanzania, uwaze worldwide. Kwa hiyo wakati unafanya kazi yako ili tulipeleke soko mbali zaidi, lazima hii filamu yako uitengeneze ukiwa unawaza huko mbele. Hili ni jambo la pili la marketing strategies. Okay. Jambo la tatu ambalo kimsingi ni sehemu pia nahitaji siku moja nifanikiwe, ni kuwa na policy, sera ya filamu. Nikwambie kitu kimoja, unaweza ukacheza sanaa zozote ukawa individual na kufanikiwa, filamu haiwezekani. Lazima utengeneze team building, teamwork, lazima utake usitaki. Kwa hiyo kimoja kikiwa hakipo hamwezi kuwa. Policy. Nilivyokuwa Korea niliuliza swali moja, mtu anakuja kuinvest Tanzania, mna sera ya filamu? Walikuuliza? Niliulizwa. Sababu nilikuwa naomba watu waje kuinvest Tanzania. Ili tunauliza kwanza, unamwishua vipi? How to insure? Mtu atakuja kuweka fedha. Ni kweli. Lazima angalie je, sera ya filamu. Watu wengi wanaangalia kwamba sera bado kitu kidogo. No, mwekezaji yote akija anahitaji kuweka fedha. Na mimi nitakupa mfano mdogo tu kwenye eneo la sera ya filamu. Wakati Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatengeneza movie ya Royal Tour. Angalia investment iliyofanyika kwenye ile movie. Ni kubwa sana. Angalia watu waliokuja, ma directors kutoka huko. Yeah. Hivi anakujaje mtu kama una sera ya kumhakikishia anaweza kuwa na utulivu na kufanya kazi zake, lakini akatengeneza profits kwa baadaye. Na ndio maana tumebanwa kwenye ile, nafikiri hiyo unaozungumzia Royal Tour, kwa nilivyosikia mimi, that is ile filamu wanaisimamia wao, haiko mikononi mwetu mwa Tanzania. Maana yake ingekuwa ni yetu, tumetengeneza ni kitu kwetu chetu kinatutangaza sisi, lakini hakiko mikononi mwetu as a business, kiko kwao, kwa sababu hiyo bado inatubana. Sasa wao wamepewa uhakika na serikali, lakini uhakika waliopewa ni ule, kwa mimi nilivyosikia, sijui, lakini kwa mimi nilivyosikia. Sasa mimi naongelea sera, sitaki kujua kilichoendelea, lakini nataka kusema kwamba unaongelea fedha zilizoingizwa. Yaani kwamba lengo kuuliza imeingia fedha kiasi gani? Maana yake unajua kwamba ile eneo lazima iwe na policies ambazo zinaonyesha mtu anakuwa salama. Na sisi tulianzisha kama shirika la filamu Tanzania, na wewe ni shahidi, unajua kwamba tulikuwa na sera tukaisogeza mpaka ifika makatibu wakuu. Lakini mwisho wa siku ikawa imepotea katika mazingira. Na ndio maana mimi malengo nikasema katika utawala wangu kwa kipindi nilichopewa, moja ya kazi kubwa ni kuhakikisha naiomba serikali. Na serikali tulionayo sina shaka ipo siku wataelewa nini maana ya kuwa na sera na kwa nini wainvest kwenye sera. Nikwambie, ukiinvesti vizuri kwenye filamu umetengeneza ajira na soko kubwa la watu. Kwa sababu filamu moja inaweza kuchukua tu mpaka 100, 200 mpaka 300. Tamthilia, filamu. Kwa sababu kila anayegusa kwenye filamu na yeye ni mhusika. Sasa kama umechukua filamu moja ukatengeneza ajira kiwango hicho, hivi zikiwa mna sera nzuri na ajira itaanza kiwango kizuri, kuna eneo tutatugusa sisi kwenye kutafuta ajira. Maana yake tutakuwa na ajira watu wengi.
Sawa. Leo sisi tunaongea hapa, lakini nyuma yetu kuna watu wangapi? Wengi. Kipindi tu. Sasa angalia filamu. Utatumia mavazi, utatumia, lakini je, leo katika dunia ya leo tumewajua wenzetu wa nje ikiwemo India, Marekani na nchi nyingine kwa kutumia filamu, kwa fahamu uwezo wao. Wametangaza silaha za kivita. Tukawajua, Marekani umeona ile filamu. Nyimbo za kihindi tumezijua filamu. Rambo tumemjua filamu. Maana yake eneo la kupeleka identity yetu ya nchi, moja ya sehemu ni filamu. Lugha yetu ya Kiswahili kuisambaza ni filamu. Kwa sababu filamu yoyote itakavyokuwa itasemwa popote pale. Kwa hiyo ni rahisi sana kujua watu wanakwenda. Kwa hiyo ukiwa na sera ni rahisi kufanya promotion ya nchi. Huyu ni Rajabu Amiri, rais wa shirikisho la filamu Tanzania, na hii ni Safanki TV, ukweli na uhalisia. Tutasikiliza mengi kutoka kwake, lakini tunaenda mapumziko kiasi. Mimi nakuomba tu wewe kama mtazamaji wangu, subscribe, share na like na comment kupitia Safanki TV, ukweli na uhalisia. Mapumziko kidogo, then tunarudi. Ukweli na uhalisia ndio Safanki TV inavyosema. Subscribe, share, like na comment katika channel yetu ya Safanki TV. Tuko na rais wa shirikisho la filamu Tanzania, Rajabu Amiri. Ameeleza mengi sana, lakini mimi bado nataka nijue kwenye swala hili la hii sera. Sasa hebu twende tukamilishe swala la sera. Mmefikia wapi sasa na kulifuatilia? Kama tumeona kwamba uhitaji wa sera ni mkubwa na watu wanatakiwa wafanye, na watu na mainvestor wapo wanataka kuja, lakini kila wakifikiria sera haipo. Je, mmeshaanza kuingia kidogo kujaribu kuuliza? Kwa sababu sasa hivi tuna waziri mpya ambaye pia tunamhakika huyu waziri ni mfuatiliaji. Waziri wetu wa habari, sanaa na utamaduni ambaye ni Mheshimiwa Paul Makonda anasifika kwa ufuatiliaji, anasifika kwa upambanaji. Je, tuna uhakika kwamba huyu atatufikisha sehemu ambayo tunahitaji sasa kwenda kuipata sera? Hakika wizara imepata mwenye wizara. Haimaanishi kwamba huko nyuma tukua na wizara iliyopata mwenye wizara. Timu iliyotengenezwa pale kwetu, tunaamini saizi kupitia Paulo Christian Makonda, kupitia Hamisi Mwinjuma mwana FA, tunaamini hiki tulichokuwa tumekisema kitakwenda kufanywa kazi hakika, na sina shaka. Cha msingi ni nini? Watu wametoka kwenye uteuzi karibuni tu hapa. Watu serikali ndio imeundwa, haiwezi kwamba kila kitu kikaa asubuhi na jioni. Tunaamini utulivu ukipatikana, hili jambo linakwenda kutekelezeka. Kwa hiyo nini cha kwanza cha kufanya? Wadau wote tutoe ushirikiano na tujue samani, kwa sababu kuna watu wanaweza kusema kwamba kwa nini sera utamaduni ipo, kwa nini situmike hiyo? Sera utamaduni filamu zikichwa kwake cha pekee yake. Na mimi nikwambia mfano mdogo, wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ukishuka chini unaona kuna mabaraza, kuna BMT, kuna mashirikisho la ngumi, la mpira yako pale. Ukija huko BASATA kuna mashirikisho la muziki, si umeelewa hapo? La sanaa za maonyesho, la ufundi, lakini bado kuna chombo ambapo ni bodi ya filamu ambayo ni shirikisho la filamu Tanzania tu. Kwa nini kumekuwa na kichombo? Kwa nini mmekuwa na hii bodi? Maana yake kuna uhitaji maalum. Kwa sababu haiwezekani kufanya kazi peke yake. Leo nikwambia kitu kama shirikisho la filamu Tanzania, muundo wake ni umbrella ambaye linaongoza vyama 9 vya kisekta. Kila chama kwenye filamu au tamthilia ni kina umuhimu. Kwa nini? Leo hapa tuko DOP yupo. Leo hapa tupo scriptwriter yupo. Leo hapa tupo makamera person yupo. Leo hapa tupo producers yupo. Kwa hiyo kila engo ni chama. Na iko chama, kila chama kinafanya kazi yake na weledi wake. Shirikisho liko kwa maana ya umbrella. Kwa hiyo ukiwa na sera ambayo itaweza kusimamia, tutakwenda kupata vitu vingi. Ikiwemo leo Wizara ya Elimu imeweka mtaala mpya na imeingiza filamu kwenye mfumo. Tunapokwenda, maana yake filamu sio entertainment peke yake. That's the business. Exactly. Kwa hiyo maana yake ukiweka sera nzuri, basi maana yake wafanyakazi watajisikia wanafanya kazi vizuri, lakini pia investor pia watakuja. Na kila mmoja ataweza kuingia na kuwekeza fedha. Kwa sababu ni kueleza kitu kibata kwa nyuma, mpira ilichukuliwa kama entertainment. Leo ni kuuliza investment ya kwenye mpira ni kubwa. Ni kweli. Kwa sababu gani? Watu wamewekeza kwenye sheria
na misingi imara. Sasa rais, mimi nataka kujua, nimekutana na maswali mengi sana hapo nyuma ya baadhi ya wadau wanasema kwamba kuna baadhi wanasema hawaoni shirikisho linafanya nini, yaani shirikisho hawaoni umuhimu wa shirikisho. Kwa nini lipo shirikisho? Linawasaidia nini shirikisho? Nipo na wewe leo kama rais wa shirikisho la filamu ambaye leo unaweza kutupa sasa ule upana na watu kujua, kutupa elimu, maana tunataka tuwape elimu wadau nao wajue nini wanachotakiwa kukipata kwenye shirikisho na nini wao wanatakiwa kulisupport shirikisho. Maswali hayo ukikutana nayo ni maswali mazuri, kwa sababu si mtu anauliza kuna umuhimu gani? Yeah. Lakini nikueleza kitu kimoja, umuhimu wa shirikisho ni mkubwa sana, kwa sababu unatengeneza umoja, na katika mfumo wote wa taasisi yoyote kama hakuna umoja hamwezi kuwa na kilio cha pamoja. Lazima muwe na umoja. Sasa yeye kutokuona, inawezekana kuna mambo ya kwake hayajafanyiwa kazi, ndio maana haoni. Okay. Sasa yanafanywaje kazi? Shirikisho alifanya kazi na mtu. Kuna watu wanachanganya, unajua shirikisho rais atakwenda kumfuata msanii mmoja mmoja. Shirikisho linafanya kazi na vyama. Na ndio maana muundo wa shirikisho ulivyo, mkutano mkuu wa shirikisho ambao ndio wenye maamuzi makuu ya mwenendo wa shirikisho unaamuliwa na watu kutoka kwenye vyama. Lakini chombo cha pili cha shirikisho ni management, ambapo management ina kila mwenyekiti wa chama katika vyama vyote 9. Maana yake kila jambo la shirikisho la kila siku chama kinajua. Sasa chama je, kinafika kwa wanachama? Chama taifa, yani baada ya shirikisho inalofuata ni chama taifa. Baada ya chama taifa kuna chama mkoa. Baada ya chama mkoa chama wilaya. Alafu ndio ndio mwanachama. Kwa hiyo maana yake unapoanza unaanza na members, association, alafu federation. Kwa hiyo unasione kwa sababu linki ya moja kwa moja si uipati. Kwa hiyo kule chini inawezekana kweli. Lakini lengo letu sisi ndio maana katika mfumo wa utaratibu wa uendeshaji wa shirikisho tunatengeneza database ya kumtambua kila mmoja kutokea uko alipo, ili kuwe pia pamoja kupitia kwenye chama, pamoja kupitia wilayani, lakini pia kuna mambo ya msingi yanatakiwa tuyasikie kutokea chini, ili shirikisho na wakati linapanga mambo lisisikilize tu kutoka kwenye level ya management ambapo ni wenye viti peke yao. Tusikilize pia level ya mwanachama wa kawaida. Inawezekana kuna jambo la msingi limepita kwenye chama alikufika kwetu, kwa sababu inawezekana linakuja linamshtaki chama. Okay. Kwa hiyo ndio maana tunatengeneza database kuhakikisha tunatambua kila msanii wetu kwenye level yoyote. Lengo pia kuwe na dirisha la kusikiliza moja kwa moja. Na hii tutakwenda mbali zaidi. Tutakuwa na kitengo cha shirikisho ambacho kinakwenda kusikiliza, kunawekea utaratibu aidha za online au chochote, lakini kusikiliza kuna nini huko chini ili mtu afikiwe moja kwa moja. Lakini umuhimu ni mkubwa na kazi zinafanyika, isipokuwa inawezekana hujaguswa tu. Sasa kama Mheshimiwa Rais, unawashauri nini sasa wadau kuhusiana na kujiunga kwenye hivyo vyama au kujiunga kwenye shirikisho? Maana yake shirikisho ni la vyama na vyama ni vya mtu mmoja mmoja. Ndipo na wewe hapa leo Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania, hebu tuwape darasa wadau nini wanahitajika sasa kufanya ili waone shirikisho kweli lina nguvu, na wao wanatakiwa walipe shirikisho nguvu zaidi ya utendaji zaidi, kwa sababu pia nilichogundua kwamba shirikisho umesema kwamba linatengeneza umoja. Maana yake hauwezi as individually ukaenda either wizarani au serikalini kuomba msaada wa peke yako ukaupata kwa ajili ya kufanya labda kazi inawezekana ukaupata, lakini sio kama ukajaribu kupitia labda kwenye shirikisho na zeni shirikisho likawasilisha kwa umoja zaidi na mkafanikiwa kwa umoja zaidi. Nachokiona ni hicho zaidi, kama shirikisho ndo kazi yake kubwa. Mimi kwanza ni ombe kila mtu aliyekuwa kwenye sekta yake kwenye upande wa vyama. Wewe ukiwa ni mwigizaji, jiunge kwenye chama chako cha uigizaji, lipa ada zako zinastahili kuwa mwanachama hai. Ukiwa ni chama cha directors, wewe ni director, jiunge kwenye chama chako, lipa ada zinazotakiwa za wanachama. Ukiwa wewe ni mwandishi wa miswada, scriptwriter, jiunge kwenye chama cha uandishi wa scriptwriter, lipa ada za wanachama kuwa mwanachama hai. Ukiwa wewe ni locations managers, jiunge. Maana yangu ni nini? Kwanza kujiunga unajipa sifa ya kwanza.
ya kuwa unaweza kusema, unaweza kusikika. Lakini upande huu ni kuwaomba viongozi wa vyama vyote kufanya kazi kwa wanachama wao, sio kujiunga, lakini je, naye aone chama kinamsaidia nini? Lakini lengine, ukiona umekwama kwa jambo lolote, lakini ukiwa mwanachama wa chama jambo lolote, napokea simu ya mtu yoyote na kumsaidia yoyote, lakini ukiwa ni nani? Mwanachama. Unapolileta aliona hili kweli lilikuwa chini huko limeshindikana, mimi kama rais na shirikisho litakuwa kusaidia. Na hakuna aliyeleta jambo lolote linalokuwa limemkwaza, limeshindwa kwenda, alafu ikafika shirikisho lisiende. Alesa za hizi itakuwa liko nje ya uwezo wetu, kwa sababu pia tuna mamlaka zetu. Unaweza kuleta kitu ambacho sisi hatukiwezi, lakini yaliyokuja yote tunaweza kuyashughulikia na yakafanywa. Sasa mdau unahitaji nini? Huyu ni Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania, ametoa tayari nafasi ya nyinyi wadau kwa ajili ya kumuona. Anasema namba zake ziko wazi kwa kila siku, kwa kila muda, unaweza kumpigia na mkajadili vitu vyovyote kuhusiana na masuala ya filamu au kuongelea matatizo yaliyojitokeza au kutatua matatizo ambayo yanaendelea kujitokeza huku kwenye masuala yetu ya industry. Rais, yes. Nataka ni chip out kidogo. Kuna matatizo fulani yanajitokeza hasa kwenye uandaaji wa filamu wa sasa hivi kupitia hawa vijana wetu wa sasa hivi. Kwa mimi kama mwendesha kipindi hapa, pia kama mimi pia ni msanii, mimi pia ni mdau wa filamu, napokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wasanii na wadau mbalimbali. Vijana wetu wanakwenda kufanya makambi, kuna hizi zinaitwa kambi za kutengeneza kazi za sanaa, lakini yanayotokea kule ni machafu zaidi. Hatuyaoni yanalipuka, lakini yakilipuka yanakuwa ni mabaya zaidi. Kama rais wa Shirikisho la Filamu, unatoa sasa wito gani ili sasa kuona hawa vijana wanapokwenda kufanya hizi kazi, wanapofanya hizo kambi zao, ziwe kambi za weledi, zisiwe kambi za kufanya uasi, ziwe kambi za weledi ili wakafanye kazi zao na watoe kazi ili wakapate manufaa, na sio kwenda, kwa sababu nimesikia wadada wengi wanalalamika, na sio wadada tu, paka wahusika ambao wako kwenye maeneo hayo wanalalamika jinsi ya vitu vinavyofanyika kule. Sasa una wito gani kwa hawa watu kama rais wa Shirikisho la Filamu? Kwanza mimi ni kushukuru kwa kunieleza hizo changamoto, lakini la pili lipokee, zinaweza zikawepo, ukubwa sizifahamu kwa sababu hatuna tafiti za kutosha, lakini kuwepo zipo, ndio maana zinasema. Lakini la tatu ni kuwaomba wadau wasichukue business as usual, kwamba nimechukua na kwenda kwenye sanaa, mimi ni mtu fulani tu, nimepotea mwelekeo. Wafanye hii ni kazi, hii ni biashara. Kazi ukiipenda na yeye itakupenda, ukitaka ikupe faida itakupa faida. Tufuate taratibu na misingi ya weledi wa kazi ambayo unaifanya. Umeenda kwenye kambi, umepelekwa pale kwa ajili ya kufanya kazi za sanaa, kazi ya filamu, kazi ya tamthilia, fanya kilichokupeleka. Muunganiko ule usilete chengine ambacho sicho, inakupunguzia credit zako. Unaokaa naye leo kwenye kambi, akitoa jambo lolote baya akipeleka sehemu nyingine, kesho wewe upate kazi nyingine, unajipunguzia uwezo wako kufanya kazi na watu wengine. Hakuna mtu anapenda jambo baya litokee. Wito wangu kwao, fanyeni kazi kwenye weledi, achaneni na vitu visivyokuwa havina msingi. Lakini wasimamizi wa hizo kambi, fuateni taratibu na miongozo iliyowekwa. Mwenyekiti wa kijiji muone, mwenyekiti wa mtaa muone, upewe barua maalum ili pale ukifika hata kutokea dharura usaidiwe. Usivunje sheria za nchi. Maana yake usanii wako usikupelekee ukafanya chochote. Sanaa iendelee kwa sanaa. Chunga misingi ya heshima za watu, chunga misingi ya utamaduni wetu, chunga misingi ya sheria za nchi. Wewe sanaa itakufikisha mbali. Ukiacha kufanya hivyo, utafanya leo utasikika, utafanya siku ya pili utasikika, siku nyingine huwezi kwenda, kwa sababu director wanakuwa ni wale wale, wasanii wanakuwa ni wale wale, producers wanakuwa ni wale wale. Kesho nani anakuita? Yeah. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, leo yako ndio itatengeneza kesho yako nzuri, lakini msingi wa leo utakojenga mbaya ndio utakabomoa maisha yako ya baadaye. Ukweli na uhalisia ndio TV yetu ya Safanki TV. Subscribe, share na like, comment kwenye Safanki TV.
tukiwa tunaenda kumalizia na Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Filamu Rajabu Amiri, tuna tuzo za filamu tumezisikia na ziko kwenye promotion kubwa sana sasa hivi. Hebu tunataka tupate hints kidogo kama na wadau wajue hizi kuhusiana na swala la tuzo hizi za filamu Tanzania, kwa sababu ni Jumamosi tu ya tarehe 14 ndo watu wanaingia pale kwenda kwenye red carpet, pia watakuwepo kwenda kuzawadiwa sasa hizo tuzo zao. Na walio wengi wa Tanzania wanaweza kawa wanajua kwa sababu ziko kwenye promotion na baadhi hawajui, lakini leo kupitia Safanki TV sasa tunataka uliongelee kidogo hili swala na uwajuze watu kuhusiana na masuala ya tuzo za filamu Tanzania. Umeniongelesha jambo zuri sana. Tuzo za filamu Tanzania zinafanyika tarehe 14 mwezi huu wa pili, siku ya Valentine Day, siku ya wapendanao, na ndio siku hiyo hiyo ya tuzo za filamu. Katika mazingira ya kawaida, watu wanapofanya kazi yoyote wanahitaji kupata motivation. Tuzo ni sehemu ya motivation, kuona kwamba okay, nimethaminiwa, nimekuwa acknowledge, kwamba watu wamenitambua, watu wanafuatilia jambo langu, inakusaidia kukujenga zaidi. Lakini tuzo zozote hatuwezi kupata watu wote, zinaondoa maana ya tuzo. Watapata watu wachache watakaopata. Kwangu ninachowaomba, waongeze bidii zaidi, wafanye kazi za weledi zaidi, kwa sababu tayari unakuwa ni balozi kwamba alopata tuzo mwaka huu ni fulani. Ikupatie sasa kujengea kupata kazi nyingine nyingi kupitia ile tuzo. Aliyekosa afanye jitihada zaidi ili mwakani apate yeye. Lakini lingine, tuhakikishe tunahudhuria kwa wingi, tukaone yaliyojiri siku ya tukio. Siku hiyo kutakuwa na matukio mengi, lakini pia tutakutana na watu wengi. Kwenye filamu utakuta ndugu zako wa kifilamu, utatengeneza network, utatengeneza connection ambayo hii itakusaidia kesho upate platform nyingine. Kwa hiyo ukisogea kiti cha jirani yako atakuwa producer mkubwa. Ni kweli. Atakuwa msanii mdogo na mkubwa. Atakuwa mtu ambaye ni maarufu. Share naye ili utengeneze network. Eleza nini ambacho unahitaji kutoka kwake. Watu sasa wanategemeana. Mtu anataka umpe na yeye akupe. Nini unachotatoa kutoka kwake na yeye atakupa nini? Tutengeneze hizo platform. Ndio sehemu tunaweka wadau wetu pamoja, eneo lenye watu ambao wanafanana. Kwa hiyo mimi niwaombe wote, siku ya tarehe 14 wahudhurie, tukutane pale, tubadilishane mawazo, lakini tuone kilichoandaliwa. Safari hii iko tofauti kidogo. Tumeanza na matukio mengi mpaka tutafika kwenye kilele. Hiki ni kilele cha tuzo za filamu Tanzania. Maana yake tumeanza na matamasha mbalimbali, mafunzo mbalimbali. Haya yote ni kulipata kujenga hiyo awareness. Ili ikifika tarehe 14 tufike kwenye hatua ya kwenda kupeana tuzo. Share, subscribe, like na comment Safanki TV, na kwenda kumaliza hivi kwa kumpa nafasi Mheshimiwa Rais analyze kwa yote aliyozungumza. Nini sasa anawaelezea wadau kwa yote aliyozungumza na kwa ambayo anatakiwa kuyazungumza sasa hivi. Mheshimiwa Rais, nafasi ni yako kwenda kumaliza. Nini unataka kuambia wadau sasa wa filamu Tanzania ambao kwa jina letu kubwa tunaitwa Bongo Movie Tanzania? Asante. Kwa kumalizia, kwanza ni washukuru wote mlioandaa kipindi hichi ambacho mimi naamini ni chenye mvuto mkubwa sana. Yani Bongo Movie Studio maana yake umeshika watu wengi sana. Safanki TV maana yake ni moja ya platform nyingine kwa ajili ya kupeleka taarifa zetu hewani na watu wengi kutupata. Mimi kwanza niwashukuru sana wote mlioandaa kipindi hichi. Lakini la pili ni kuambia kila mwanatasnia, jirasimishe unufaike. Kujirasimisha ni kupi? Ni watu kukutambua. Unatambulika vipi? Fuata taratibu. Kama ni unafanya kazi, ingia kwenye mfumo wa kutambulika. Kwenye chama chako jisajili. Pata vigezo. Leo mikopo inaendelea kutolewa, lakini unakuta wanalalamika tu. Zishatolewa 6 zaidi ya 8 bilioni kwa wasanii, lakini unakuta hujapata na ukaona kama una maana, lakini alipata yeye anajua. Lakini huwezi ukapewa mkopo kama wewe upo tu wasema unalalamika tu. Umefuata taratibu zote, lakini nani anakutambua? Maana yake ni kwamba ukijirasimisha utanufaika. Tufuate taratibu zinazotakiwa za misingi za kukua. Kama ni msanii, una account benki.
Kama ni msanii, hela zako usipokee hela iliyokuwa mbichi. Hata kama unapewa kazi ndogo, mwambie niingizie pale. Transaction zako zinakufanya uonekane kwamba wewe kumbe kwa mwaka mzima unaweza kuingiza kiasi hiki. Leo moja ya changamoto kubwa katika sekta inayokuwa kwa kasi Tanzania, sisi zaidi ya 17% tunashika sekta zote, lakini sekta inaongeza fedha nyingi si tu. Kwa nini sisi tunaingia kwenye sekta lakini tunafanya mambo mengi lakini hayasomeki? Kwa sababu hatuna utaratibu mzuri wa fedha. Leo nikikuuliza swali moja jepesi, tumetoka kwenye sensa ya watu na makazi, angalia idadi ya wasanii ni ndogo sana. Kwa nini kila mtu akimwona msanii anakataa? Anajiita mfanyabiashara. Maana yake ni nini? Hatujaona kwamba kuna manufaa kiwango gani. Tutoke huko. Filamu ina manufaa, sanaa ina manufaa, lakini umejiweka kwenye lengo gani? Hakuna maendeleo yanayopatikana kwa watu wote kwa wakati mmoja, lakini watakaowahi fursa watanufaika. Ukichelewa gari itakuacha. Leo ukiniambia kuna nchi yote duniani na matajiri watupu, duniani kote kuna nchi yenye matajiri watupu? Hapana. Wale maskini wanakuwepo. Maana yake ni kwamba hata hapa kwetu mfumo wote tukauweka tunanufaika, lakini sio watu wote tukanufaika. Sasa mimi nataka niwe sehemu ya manufaiko. Nafanyaje? Nakuwa smart guy. Nimejirasimisha, nafanya kazi kwa weledi, najua procedures zinazotakiwa. Maana yake utanufaika inshallah. Na uongozi wangu mimi nahitaji kuisha asali kubwa sana katika nchi. Kwa sababu gani? Mimi nimeingia nikiwa nimeombwa. Kwa nini watu wameniomba? Wameona nini kwangu? Sitaki kuangusha. Naogopa sana. Nitakuja kuulizwa, ulipewa nafasi ya kuwasaidia wenzako? Je, ulifanya hivi? Nahitaji siku moja nikitoka waseme yes, kuna matajiri fulani tumewaweka hapa. Wakisanaa wamefanikiwa kupitia platform tulizozitengeneza. Asante. Ni Safanki TV, ukweli na uhalisia. Nimestack sana na ukiniona nimekuwa na bashasha hivi kwa sababu ya maneno aliyokuwa anazungumza Mheshimiwa Rais Rajabu Amiri. Amesema kwamba wasanii mjirasimishe, maana yake mjisajili, mjulikane kwenye mfumo, mwe active. Na mkijisajili maana yake unaenda kwenye mafanikio. Ukikaa nje ya track, kama una hata TIN number, wewe huna leseni ya kufanya kazi za filamu Tanzania, yaani serikali haikutambui kama unailipa kodi, ujue wewe mwisho wa siku utakuwa unaishia kulalamika na kusema kwamba hela hakuna. Ila ukiingia kwenye mfumo utaona mfumo unakupa kila kitu, lakini watu tunauzalau mfumo. Mfumo ndio kila kitu. Na yakamilisha kwa kusema hivi, Safanki TV, ukweli na uhalisia. Share, like, comment. Bye bye. Tutaonana siku nyingine na wakati mwingine kama huu. Fuatilia sana vipindi vyetu vya Safanki TV kwenye hii Bongo Movie Studio. Asante sana.